Utazunguka dunia nzima kuyatafuta mafanikio, lakini kama hautanisikiliza kwenye hii video, basi hutafanikiwa mpaka unakufa. Mafanikio yoyote kwenye hii dunia yana demand sacrifice, yanahitaji sadaka, yanahitaji kafara, yanahitaji kutoa sadaka. Hauwezi kufanikiwa kama hautakuwa tayari kuchinja, kutoa kafara. Na mafanikio ya kweli, aidha ni unaumwa, una magonjwa yanakusumbua, aidha unahitaji mafanikio, yani kuwa na fedha, aidha unataka kinga ya mali zako ambazo tayari ushazipata lakini unataka kuzikinga zisipotee, aidha umeshapata mali lakini unataka mali ziongezeke. Hivi ni vitu vingine tofauti. Cha kwanza ni kupata mali. Yani watu wengi sasa hivi duniani wanahangaika kuyatafuta mali, wanahangaika kutafuta fedha, wanahangaika kutega fedha na mafanikio. Lakini pesa kama pesa ina sadaka nyingi zinazohitajika. Cha kwanza, unavyotafuta fedha unatakiwa uwe tayari kutoa kafara. Watu wengi wamekuwa wakiwa wanatoa kafara tofauti tofauti, lakini mimi binafsi katika kafara nzuri ambayo wewe unaweza ukaifanya kwenye maisha yako, basi ni ya wanyama. Sio ya kuzuru watu, sio kafara ya kumtoa kafara mama yako, sio kafara ya kumtoa kafara baba, sio kafara ya kutoa watoto. Unaenda kwa mganga wa kienyeji au unaenda huko Freemason, sio Illuminati, wanaenda kukupa masharti ya kwamba unatakiwa utoe kafara ya kizazi chako au watoto wako. Pesa zako, mali zako utakula na nani? Yani utakapotoa kafara hao, sawa, umetoa kafara hao watu, pesa zako utakula na nani? Pesa zako nani atazifurahia? Kwa sababu sisi watu wengi watoto wengi wa kimaskini tumetoka nyumbani kwetu kupambana, kujitafuta kwa ajili ya kulea familia yetu. Yani tumeondoka nyumbani ili tulishe nyumbani, tumeondoka nyumbani kwetu ili tulishe familia. Sasa tutakapotoa kafara wazazi wetu, nani ambaye atafurahia mafanikio yetu? Umepata gari yako ya kwanza, utaenda kusherekea na nani baada ya kupata hiyo gari? Umejenga nyumba yako ya kwanza, utaenda kufurahia na nani baada ya kujenga hiyo nyumba? Umejenga jumba la kifahari kama ninaloishi mimi, ndani ya hilo jumba utaishi na nani kama umetoa kafara watoto wako? Kwa hiyo kafara nzuri kwenye hii dunia ni ya kutoa kafara ya wanyama, na hauwezi kufanikiwa. Watu wengi utawaona wana magari, wana majumba, wanafanya mambo mengi. Usiende ukaona nyumba ya mtu ameweka fence kubwa, ndani ya hiyo fence ujui ni mambo gani anafanya mule ndani. Kwa nini hataki nyinyi wa nje muone nini ambacho anafanya? Jua kabisa kuna vitu wanafanya. Watu wengi ambao wamefanikiwa kwenye dunia hawatakupa wewe siri ya mafanikio, kwa sababu wanaogopa wewe utakapofanikiwa hawatapata mtu mwingine wa kumtumikisha. Wewe ni dereva lori, wewe ni dereva bajaji, wewe ni dereva daladala, wewe sijui ni machinga, wewe ni dalali, wewe biashara yoyote, hata kama wewe ni dalali wa viwanja, dalali wa kupangisha nyumba mdogo mdogo, una uwezo wa kufanikiwa kwenye maisha yako kama utaamua kwamba mimi nataka nifanikiwe. Na ili ufanikiwe kwenye hii dunia ni lazima ukubali kujitoa. Mtu yoyote ambaye anasema sasa itakuwaje, mimi nitaweza, mimi siwezi, hautaweza mpaka unakufa. Mafanikio ni kwa ajili ya watu ngangari, watu strong, sio kwa ajili ya wanyonge. Yani kama we ni mnyonge, basi haujaletwa duniani kwa ajili ya kuja kuwa na mafanikio. Maisha yana machaguzi haya mawili. Ni aidha uamue kutoa kafara za wanyama uende ukamiliki mali, au utoe kafara ya ndugu zako ili uende ukaishi maisha ya upweke mpaka unakufa, au uendelee kuishi maisha ya kimaskini hayo unayoishi. Maamuzi ni yako. Na usije ukanitafuta mimi, ukanitafuta chief, mimi nimekutafuta alafu unakuwa muoga. Unaambiwa fanya hiki, unaogopa kufanya. Sitaki watu wa design hiyo. Mimi nataka mtu ambaye ametoka kwenye maisha ya kimaskini na anataka kuondoa laana ya familia yake. Kwa sababu ninachokifanya nafanya kwa ajili ya kutaka hata kesho nikifa niwe nina watu ambao nimewafanikisha. Hata kesho nikipotea, sipo kwenye hii dunia, hata kama kesho nitakuwa sipo, kuna watu ambao watasema yule pale, yule wote yale wamefanikiwa kupitia chief. Hata kama hawatakuja mtandaoni kujitangaza, watasema fulani na fulani kafanikiwa kupitia chief. Mimi kuna watu ambao nimewafanikisha, wamefanikiwa na wana mali. Hawajafikia mali yangu, hawajafikia uwezo nilionao, lakini wamefika kwenye level ambayo ni matajiri.
Lakini wengi ambao wamefika kwenye hiyo level, wakishapata utajiri, kwa sababu hawanitafuti mimi kwa sababu wananikubali au wananipenda. Watu wengi wanaonitafuta wananitafuta kwa sababu wana njaa. Na usije ukaweka kiapo na mtu mwenye njaa. Nimewafanikisha watu wengi sana, lakini watu wenye njaa ni vigeugeu. Nimewaonea huruma watu wengi, nimewasaidia, lakini wanageuka sana. Kwa hiyo wewe ambaye unawaza sasa hivi kwamba mimi namtafuta chifu, nataka niende nikatoe naye kafara, namtafuta chifu, nataka niende kwake nikapone, namtafuta chifu kwa sababu nahitaji kuwa mkubwa, nahitaji kuwa maarufu, nahitaji kuwa msanii mkubwa, nataka kuwa mwigizaji, namtafuta, jua kabisa kabla hujaonana na mimi utatakiwa kulipia. Utatakiwa kulipa, kwa sababu kuna watu ambao nimewasaidia, nimewashika mkono bure tu. Wengine wametumia pesa zangu, wametumia muda, wengine nimewapeleka kwenye njia ambayo imenifanya mimi nifanikiwe, wakageuka. Kwa hiyo siamini mtu yoyote. Ili ni kuamini na ili mimi na wewe tuongee, unatakiwa kulipia. Mwanzo nilikuwa na uwezo hata kutoa hela yangu mfukoni kumlipia mtu anunue ng'ombe achinje, tutoe kafara afanikiwe. Lakini huyo mtu ambaye nachinja ili afanikiwe, kesho nyota yake inang'aa, anaanza kujiona tayari anataka kukompiti na mimi. Anaanza kujiona tayari yeye ashafika. Anaanza kujiona tayari yeye ni mkubwa. Kwa hiyo binadamu hasa wenye njaa huwa hawanaga kiapo. Unapopanga kunitafuta, jipange kuandaa. Huu mwezi wa 8 nimetoa ofa ya 100,000. Narudia tena. Mwezi wa 9 utalipa 500,000. Mwezi huu wa 8 utalipa 100,000. Ni either unataka au utaki. Mimi maisha yangu tayari naishi. Mimi na magari na manyumba na kila kitu naishi tayari. Kwa hiyo mimi sikuhitaji wewe, wewe unanihitaji mimi. Sijui kama unanielewa vizuri. Mimi sikuhitaji wewe, wewe unanihitaji mimi, kwa sababu mimi nina njia ya kukutoa kwenye hayo maisha unayoishi kuja hapa nilipo. Kwa sasa hivi nimeamua mtu yoyote ambaye nitamshika mkono atatembea kwa miguu yake. Sintambeba wala mimi kazi yangu ni kumshika mkono na kumwambia utapita hapa, utapita pale, utapita pale. Kwa hiyo yoyote ambaye ananitafuta, anatamani kutoa kafara pamoja na mimi afanikiwe, nimshike mkono, nimuonyeshe njia. Watu wengi wanajiuliza kwa nini nilipie? Unalipia kwa ajili ya mimi kukuonyesha njia. Umezunguka kwa watu wengi, umeenda kwa waganga wa kienyeji, umetoa kafara kibao huko hujafanikiwa. Umeenda sijui kwa nani, kwa mashehe, unapeleka mbuzi, unapeleka kuku, unaenda kwa mashehe wako, mchungaji wako unaenda kumuona, unampelekea hela. Lakini mtu ambaye unataka akufanikisha kutoe kwenye laana ulizonazo, unataka akusaidie bure. Mimi sio baba yako. Yaani hii nakupa wazi. Unavyonitafuta mimi, nitafute uwe tayari kulipa gharama. Uwezi kulipa gharama, hatulazimishani, wala usinitafute. Sijui tunaelewana vizuri? Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yani wewe unaponitafuta mimi, jua kabisa kwamba umekubali kutoa kafara. Yani ile tu kunitafuta tayari umekubali kutoa kafara. Kwa hiyo kama umekubali kutoa kafara, utatakiwa kufuata sheria zangu nazokupa. Sio uanze kunipa sheria zako. Utakaponipa sheria zako tayari ushafeli, kwa sababu mimi ndiye ninayejua njia. Kwa wale ambao wananitafuta, wako Tanzania, wako Burundi, wako Kenya, wako Kongo, wako wapi, kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, kupata connection, uweze kupata connection. Cha kwanza, faida ya kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Cha kwanza, unakutana na watu ambao wamefanikiwa wengine kwenye biashara ambazo wewe unafanya. Wewe unaweza kuwa unafanya biashara, unaweza kuwa ni mtu fulani, kuna kitu unafanya, unaweza ukijiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, utakutana na watu ambao tayari washafanikiwa, wako kwenye level tofauti na ile ulionayo wewe. Wengine walikuwa wanafanya biashara ambayo wewe huenda ndo unaifanya sasa hivi. Wana uwezo wa kukuelekeza na kukuonyesha kwamba mdogo wangu hapo unapotea. Lakini cha pili, kujitambua. Wewe ni nani? Umekuja duniani kufanya nini? Na unatakiwa ufanye nini ili ufanikiwe? Watu wengi tunaishi, lakini hatujui ni nini tumekuja duniani kufanya. Wala hatujui ni nini tufanye tufanikiwe. Tunafanya kila kitu. Leo nitajaribu kuwa dalali, kesho nitajaribu kuwa winga, kesho kutwa nimemwona kuna rafiki yangu amefanya biashara fulani anafanikiwa, na mimi ndo naenda kufanya ile. Huwezi ukafanikiwa kwa design hiyo. Ni lazima ujue umekuja duniani kufanya nini.
wengine nyota yako ni nyota ya aina gani? Unaijua nyota yako? Uijui. Nyota yako ni aina gani? Na mtu wa nyota yako anatakiwa kufanya nini? Je, babu na baba yako au wazazi wako kuna makosa waliwahi kuyafanya wakapata laana kwenye ukoo wako? Ujui. Utajuaje? Ni lazima upeo wako wa jicho la tatu, jicho lako la tatu lifunguke, ndipo utakuwa una uwezo wa kujua mambo yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Wewe leo hii umezaliwa unaitwa Maimuna, unaitwa Shida, unaitwa Tabu. Hujui nyuma ya hilo jina kuna nini. Kwa nini walikupa hilo jina? Ulipozaliwa umezaliwa tu umepewa jina, ujijui. Umezaliwa una alama M kwenye kiganja chako, lakini hujui mtu mwenye alama M anatakiwa afanye nini, afanye biashara gani na nini afanye ili afanikiwe. Wewe umekalisha makalio yako, unasema nitaenda kwa mchungaji kuombewa. Mchungaji mwenyewe unafika anakuombea tu, unaenda nyumbani eti mchungaji kaniombea. Hajui chimbuko la wazazi wako kulikuwa kuna nini. Watu wengi hamfanikiwi kwa sababu hamfuatilii, na wengine hamuendi hata kupalilia au kufyeka kwenye makaburi ya wazazi wenu, babu zenu. Ndio maana mna laana. Yaani wewe unaitizama hii video, haujalogwa wala hauna laana. Shida ni kwamba hujijui na hutaki kujijua na hujitafuti kujijua we ni nani. Na hilo ndo tatizo. Umezaliwa una damu group O, umekuwa ukifuata tu maelezo ya watu wanaosema mtandaoni, basi umelizika. Hutaki hata kuchimba kujua chimbuko la hii damu, natakiwa nifanyaje? Yaani kwenye hii dunia siri tu ambayo tunaitafuta kwa watu ni uelewa, knowledge, ufahamu. Jicho la tatu ni ufahamu, kujua vitu. Unapomuona mchawi anapaa na ungo, yule sio mchawi, ana elimu ambayo we una. Yaani mchawi anavyopaa na ungo anajua niende nikachukue maji ya maiti nichanganye na nini nitaweza kupaa. Ili ni mloge fulani natakiwa nikachukue unyayo wake, nikachukue na nywele yake, nichanganye na dawa fulani ili yule achanganyikiwe. Ni elimu wala sio uchawi. Mtu yoyote kwenye dunia, yani wewe unanitazama, una uwezo wa kuwa mchawi, una uwezo wa kuwa mganga wa kienyeji, una uwezo wa kuwa mchungaji, una uwezo wa kuwa mtu yoyote unayemtaka, ila tu ukiwa na uelewa. Ndio maana madaktari wanasoma shule zao peke yao ambazo wanapewa uelewa wa kuhusiana na mambo ya mwili, mambo ya kutibu. Madaktari wanasoma shule zao, wachungaji wanaenda nao wanasoma shule zao, wana uelewa wao. Hata mtu mwingine ambaye pia ni mwalimu anaenda kusoma, anaenda kusomea ualimu. Knowledge hiyo ndio ufahamu. Watu wengi hamjui jicho la tatu ni kuwa na uelewa zaidi ya binadamu wa kawaida, ili uweze kuwa mkubwa kuliko wao. Mimi leo hii umekaa unanisikiliza, sio kwa sababu mimi ni mjanja sana au kwa sababu nina nyota kali sana. Hapana, ni kwa sababu nina elimu, nina jicho la tatu, nina ushawishi ambao wewe unakufanya ukae unisikilize. Mtu yoyote ambaye amenielewa ninachokielekeza au anataka kunielewa zaidi, jiunge kwenye Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Kuna elimu nyingi ambayo inatolewa huku kawaida huwezi ukaipata wala huwezi ukaikuta kwa mtu yoyote. Huko tunatoa kafara, hatuchekeshi wala hatucheki na mtu wala hatuoni aibu. Aibu utaona wewe ambaye maisha yako yamekushinda kazi kukaa kufuatilia maisha ya watu. Sisi hatuoni aibu, tunatoa kafara na tunaishi na maisha yetu ni mazuri kuliko wewe ambaye unaogopa kutoa kafara. Kwa yoyote ambaye ananitafuta anataka kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, popote utakapokuwa, uwe Marekani, uwe Dubai, uko wapi, unatakiwa kulipia shilingi 100,000 kwenye laini ya Tanzania 0756382285. Narudia tena 0756382285. Narudia tena namba 0756382285. Kwa yoyote ambaye ananitafuta WhatsApp, unataka kutuma ujumbe au screenshot ya malipo ulioyafanya, cha kwanza, hizi namba ambazo nakuonyesha hapa ni namba ambazo WhatsApp nazipokea mimi mwenyewe. Yaani utakapopiga simu WhatsApp, niliwaachia vijana simu wapokee, lakini nikaona watu wengi wananilalamikia, vijana wanajibu vibaya, wengine wanasema wanalipa hawaungwi. Kwa hiyo nikaona simu nishike mwenyewe. Kwa hiyo kama utapiga simu za maelekezo hayaeleweki, mimi simu ninazozipokea ni za yule ambaye amelipia, ametuma screenshot, ndo nampigia mimi mwenyewe.
Kwa hiyo kama uko serious na unataka kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, hii ndio nafasi yako. Utakapopiga hiyo simu WhatsApp au ukatuma message kwenye namba hizi ambazo nakuonyesha hapa kwenye screen, napokea simu mimi mwenyewe na ninajibu message mimi mwenyewe, sio mtu mwingine yoyote. Malipo yafanye kwenye namba ya Tanzania. Hata kama wewe uko Kongo, nenda M-Pesa, nenda katafute sehemu ya kutumia hela, kawambie unatuma hela Tanzania. Leo utalipa $60. Watu wa Kongo wengi hawajui nini maana ya $60. $60 inamaanisha hii hapa, hii ndo $60. Lakini ukichelewa kuanzia tarehe 1 utalipa $200, ambayo $200 kwa pesa ya Tanzania itakuwa ni 500,000. Na wewe Mtanzania ambaye ndo kwanza unanisikiliza na kunitizama sasa hivi, haujalipia kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, itakapofika tarehe 1 mwezi wa 9, jiandae kulipa 500,000. Wewe ambaye uko Dubai, uko wapi, wewe cha msingi fanya kutuma kwenye simu yangu ifike 100,000. Ila itakapofika tarehe 1 mwezi wa 9, jua kabisa utalipa 500,000. Mimi sikubembelezi wala sikuombi. Maisha yako, shida zako ndizo zinazonihitaji. Kwa hiyo mimi nakupa yale ambayo mimi nimeyapanga. Nimejitoa sana kwenye maisha ya watu, nimesaidia sana watu. Sasa hivi mtu yoyote nampitisha njia, anapita kwa miguu yake. Na ili nikushike mkono nikuonyeshe njia, unatakiwa kunionyesha userious ulionao. Jiandae kwa kafara. Mtu yoyote ambaye anaamini katika kutoa kafara, anaamini kwamba nikitoa kafara nitafanikiwa, ana imani kama yangu, nitamshika mkono na kumuonyesha njia. Lakini ili nikuamini, kwa sababu kuna watu wengi wanahitaji mimi niwashike mkono, siwezi kupoteza muda kumshika mkono kila mtu. Ndio maana nimeweka kiingilio, unatakiwa ulipie. Si tunaelewana vizuri? Unatakiwa ulipie. Kama huu ujumbe umeuelewa na umeupenda, share hii video kwa ndugu zako, jamaa na marafiki, waende wakabadilishe ubongo na akili zao. Wewe sio maskini, wewe hauna magonjwa, wewe sio chokolaa kama unavyojiona. Una uwezo mkubwa ndani yako, lakini ukiamua kuuamsha. Binadamu wote tuna umeme ndani yetu, tuna vitu vikubwa ndani yetu, lakini hatuna hivyo vitu sasa hivi. Wewe sasa hivi unajiona mnyonge, unajiona uwezi, unajiona maskini, unajiona chokolaa kwa sababu haujawasha umeme ulio ndani yako. Amka leo, hakuna nafasi ya kesho. Nafasi kama umeweza kupata nafasi leo ya kuamka, jua una uwezo wa kutimiza chochote unachokitaka. Mungu kama alikuwa hana imani na wewe, asingekuacha uendelee kuishi mpaka leo. Kwa hiyo kama unaamini wewe umekuja duniani kwa kusudio fulani, share hii video kwa watu, ndugu zako, jamaa na marafiki, waweze pia na wao kubadilisha ubongo na akili zao, kwamba wana uwezo wa kuwa chochote wanachotaka. Nitafute, maamuzi ni ya kwako. Namba ni hizi ambazo unaziona kwenye screen yako. Kila mtu ana jukumu la kuamua maamuzi yake sahihi. Ikifika tarehe 1 mwezi wa 9, tusilaumiane wala tusianze kurudishana kwenye 100,000. Mtanisamehe. Hili jambo nimekuwa nikilielezea toka mwezi huu wa 8 tarehe 1. Sasa kama mkunisikiliza, hamkuwasikiliza baba zenu, mtanisikiliza mimi, mtanielewa. Siku njema.